Wimbo nambari 29, Yesu na kupenda, ni miongoni mwa nyimbo zilizotungwa na William Lafo Featherstone aliyezaliwa mwaka 1846 tarehe 23 ya mwezi wa 7 maeneo ya Montreal, Canada. Ni katika maeneo haya ya Montreal, Canada, Lafo aliishi maisha yake yote hadi kifo chake mnamo mwaka 1873 tarehe 20 ya mwezi wa 5. Historia inaonyesha kuwa alipoandika wimbo huu alikuwa na umri kati ya miaka 15 na 16, na baada ya kuandika wimbo huu aliutuma kwa shangazi yake ambaye alikuwa ni mke wa E. William kutoka Los Angeles, na ndiye alikuwa msaada mkubwa sana kwa uchapishwaji wa wimbo huu uitwao Yesu na kupenda. Mtu mmoja aliyeitwa Adoniram Judson Gordon alifanikiwa kupata maneno ya wimbo huu, yani shairi, akayatungia tune, na baada ya wimbo huu kukamilika aliuingiza katika kitabu cha nyimbo cha London. Kwa mara ya kwanza tune ya wimbo ilitengenezwa na haikumfurahisha, ndipo alipoamua kutunga tune mpya baada ya maombi mengi ambayo inatumika hadi hivi leo. Kisa kiliwahi kutolewa binti mmoja aitwaye Karen kutoka katika maeneo ya Ulaya. Binti huyu alikuwa wa pekee sana kwa wazazi wake na hata kwa rafiki zake pia. Wazazi wake walikuwa na hali ngumu ya uchumi, hivyo waliishi kwa kutegemea misaada na mabaki ya vyakula kutoka hotelini. Ingawa familia ya Karen ilikuwa katika hali mbaya ya uchumi, Karen hakusita kuwapenda wazazi wake na kuwatakia mema siku zote. Kwa bahati mbaya baba yake alifariki dunia, hivyo Karen alibaki na mama yake mpendwa. Siku moja Karen aliazimu moyoni mwake kumpatia mama yake zawadi nzuri katika sikukuu ya pekee ya wapendanao, yani Valentine Day, ambayo ni miongoni mwa sikukuu ipendwayo na watu wengi ulimwenguni na hufanyika kila mwaka katika tarehe ya 14 ya mwezi wa pili. Alitafuta ua zuri la kuvutia kwa ajili ya kumzawadia mama yake, ambalo gharama yake haikuwa kubwa sana. Ingawa gharama ya ua lile ilikuwa ni ndogo, Karen hakuweza kuimudu. Hivyo muuzaji kwa huruma aliamua kumpunguzia bei ili Karen aweze kulipata. Kwa sababu Karen hakuwa na pesa wala chanzo cha kumpatia pesa, alilazimika kuomba kwa rafiki yake ili kupata kiasi alichokihitaji kwa ajili ya kununua lile ua. Akiwa katika harakati za kuomba pesa, alikumbana na matusi, dhihaka pamoja na dharau, lakini hakukata tamaa. Hatimaye kwa kuchelewa, yani sikukuu ilikuwa imekwisha kufika, ndipo alipofanikiwa kutimiza lengo lake la kupata ua kwa ajili ya mama yake kipenzi. Baada ya kununua ua lile, alianza safari kurudi nyumbani akiwa na furaha kubwa sana. Kwa sababu alikuwa binti mdogo, furaha ya kulipata ua lile ilimfunika kiasi cha kutokuwa makini barabarani. Hivyo akiwa katika harakati za kuvuka barabara, kwa bahati mbaya gari lilimgonga na kumjeruhi vibaya sana. Lakini cha kushangaza, ua lake lilibaki salama mikononi mwake. Mtoto Karen alilia kwa uchungu sana kutokana na maumivu aliyokuwa nayo. Watu walifika kwenye eneo lile na kumkuta Karen akiwa katika hali mbaya sana. Kwa kusitasita, Karen alitamka maneno machache ya mwisho kwamba, "Mpelekeeni mama yangu zawadi hii, mwambieni nampenda sana," kisha akakata roho. Mathayo 22 fungu la 37 linasema, "Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote." Mafarisayo walikuwa na sheria nyingi, takriban sheria 600, na mara kwa mara walikuwa wakijaribu kuchambua ipi iliyo na muhimu kuliko nyingine. Kutokana na mchanganyiko uliokuwepo, mmoja wa wakuu wa sheria akaazimu kumuuliza Yesu swali juu ya sheria iliyokuu kuliko zote.
Yesu alimjibu kwa kunukuu mafungu kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6 fungu la 5 na Walawi 19 fungu la 18, akimwambia kuwa kwa kutimiza sheria hizi mbili, yaani mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na mpende jirani yako kama nafsi yako, mtu atakuwa ametimiza yote. Mpendwa, tunapaswa kumpenda Mungu kikamilifu. Akili zetu zote, hisia zote na maisha yetu yote yanapaswa kuonyesha kuwa tunampenda kwa dhati, wala si nusu-nusu. Ukimpenda Mungu kwa dhati, kile akitakacho utakifanya bila shuruti. Upendo wake kwetu hauna kipimo. Uhai wake aliutoa bure kwa ajili yetu, na kila aliyemwamini ameahidiwa uzima wa milele. Hivyo basi, ukimpenda leo, utajisalimisha kwake, naye atakuwezesha kuishi maisha ya ushindi. Ukimpenda, hautakubali dhambi ikutawale. Ukimpenda, hautaishi kama mtu wa ulimwengu huu, bali kama mshindi anayejiandaa kurithi ufalme wa mbinguni. Upendo utakubidisha kumtii na kufanya yale yanayompendeza. Sasa nakupenda Yesu wangu zaidi pia. Iwe ni nia yako na wimbo wako kuwa utampenda daima. Mimi ni Deborah Nkondo, msimuliaji wa historia fupi ya wimbo huu. Endelea kufuatilia Bureta TV kwa simulizi nyingi za historia za nyimbo za Kristo.